بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuliahidi katika kipindi chetu kilichopita kwamba tutazungumza juu ya chimbuko la vitendo vya kizayuni. Kwa nini mazayuni wamekuwa ndio hatari kubwa ya maisha ya binadamu? Kwa nini wamekuwa ndio magaidi wa kimataifa? Qur'ani inakashifu tabia yao, na bila shaka Qur'ani imetoa wasifu wa Bani Israil, watu wenye aklia za kizayuni katika maeneo mbalimbali: ukaidi wao, uongo wao, ulajiriba wao, ukanushaji wa neema za Mwenyezi Mungu, kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Qur'ani imeelezea kwa kirefu sana, kama tulivyowahi kusema, takriban kiasi asilimia karibu 30 ya aya za Qur'ani kwa ujumla wamezungumzwa watu hawa, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuambia kuwa hawa mabwana ni hatari kwa maisha ya binadamu wote. Na kutokana na kuwa Qur'ani ni kitabu kitakachoendelea ila yaumil qiyama, na ni muujizatun khalida, ni muujiza utakaodumu wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ina maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka ule wasifu wa hawa mabwana uendelee kuwepo katika maisha yote ya binadamu. Kwa hivyo binadamu wataendelea kuwasoma watu hawa kupitia Qur'ani, wataendelea kuona wasifu wao namna walivyoelezwa na Qur'ani. Kwa lugha nyingine, wataendelea kujifunza kupitia kwa Mwenyezi Mungu na kuzingatia namna ya kuamiliana na watu wa sampuli hii. Kwa hivyo sifa zilizotajwa ni nyingi sana, lakini miongoni mwa sifa zote zilizotajwa tumependelea sisi kwamba tuchague moja katika sifa ambazo tunaamini kwamba ni chimbuko na chanzo cha zile sifa mbaya nyingine zote: ulaji riba, kukanusha neema za Mwenyezi Mungu, ukaidi wao, kibri kwao mbele ya Mwenyezi Mungu,
kuua mitume, kuua binadamu wengine, tabia ya ubaguzi wa rangi na kabila, wakikoo, na aya nyingi za Qur'ani zimeelezea hayo. Kuanzia katika suratul Baqara utaona visa vyao vilivyoelezewa hawa mabwana na Nabii Musa alayhi salam wakiwa na Nabii Isa alayhi salam na Nabii Zakaria na Nabii Yahya, na namna walivyokuwa wakiua manabii. Wamewachinja manabii, wamemchinja Zakaria, wamemchinja Yahya. Kwa hivyo huu katili uliofanyika na mabwana hawa, ambapo leo hii dunia imeathiriwa vile vile salban, negatively, na watu sampuli hii, Mungu anatueleza chimbuko la tatizo lao. Kwa hivyo moja katika nukta muhimu sana ni aya hii ya 74 katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu baada ya kueleza kwa kirefu kisa cha ng'ombe na namna ambavyo walifanya ukaidi katika suala la kuchinja, pindi Musa alayhi salamu alipowaambia kwamba Mwenyezi Mungu yaamurukum an tadhbahu baqara, anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Wangeweza kumchinja ng'ombe yoyote yule, baqara nakira, ng'ombe yoyote yule. Na kisa hiki Mungu hakuwafafanulia kwamba kwa nini wachinje ng'ombe, aliwapa mtihani, lakini lengo lilikuwa ni kuwafikisha mahala waweze kutambua yule aliyemuua bwana yule aliyosababisha ugomvi baina yao. Mtu aliyeuliwa na watu fulani akatupwa katika mpaka wa watu wengine katika Mayahudi, kisha pakatokea mzozo mkubwa, aliyemuua nani wakawa hawajui. Mungu hakuwajibu moja kwa moja, bali aliwaambia wamchinje ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mungu anakutakeni, anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Lakini wakawa ni wakaidi, wakiongeza hoja, wakiuliza maswali mbalimbali, ni aina gani ya huyo ng'ombe, ni rangi gani ya huyo ng'ombe, mpaka ikafikia mahala dhayaqu ala anfusihim fadayyaqa Allahu alayhim, wakawa wenyewe wamejitia uzito, mpaka Mungu akawaambia innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin, watafute ng'ombe wa njano ambaye ile rangi yake ya njano imewiva, inavutia wenye kumtazama. Ng'ombe yule hakuwa ila mmoja tu. Wakafanya, na Mungu anasema japokuwa walifanya, lakini wa makadu yafalun, hawakuwa na nia na dhamira ya kweli ya kufanya. Mungu akasema baada ya wao kuchinja, faqulna dhribuhu biba'dha, tukawaambia chukueni sehemu ya ng'ombe huyo mlomchinja, mumpige, mumgonge nayo yule aliyeuawa, kisha Mungu atamfufua. Na Mungu akasema kadhalika yuhyillahul mauta, kama alivyomfufua Mungu ndivyo anafufua wafu. Pamoja na yote hayo na miujiza yote walioiona, bado mioyo yao ikawa migumu. Kwa hivyo chimbuko la matatizo yao ni moyo. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara, kisha baada ya hayo yote na miujiza yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mioyo yenu ikawa migumu kama jiwe. Fahiya kalhijara, ilivyo ni kama jiwe, ugumu wa moyo. Lakini Mungu akafanya istidrak kwa kusema au ashaddu qaswa, au ni migumu zaidi kuliko jiwe mioyo ya bwana hawa, na ni migumu kuliko jiwe katika maeneo haya matatu, kwa sababu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, kwa sababu kuna miongoni mwa mawe ambayo hububujika kutoka katika mawe hayo mito. Mito inaweza ikabubujika kutoka katika mawe. Na Mungu akiwaeleza haya wana mfano hai, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alimwambia Musa wa idh qulna wa qul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum. Kumbuka tulipomwambia Musa
piga kwa fimbo yako jiwe pakabubujika. Baada ya kupiga pakabubujika 12 aina, mito 12 kwa idadi ya makabila ya Bani Israil. Qad alima kullu unasin mashraba, kila ukoo katika zile koo 12 zikatambua mahala pake paku teka maji na kuyatumia. Kwa hivyo wameona namna ambavyo jiwe linaweza kububujika mito, lakini mioyo yao ni migumu sana. Sasa Mungu anasema inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, hakika miongoni mwa mawe kuna yale ambayo hububujika maji. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma, hakika miongoni vile vile ya mawe kuna yale ambayo yashaqqaqu, hupasuka, hutoa ufa, fayakhruju minhu al-ma, kisha maji yakatoka kutoka katika mawe yale. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah, na miongoni mwa mawe kuna yale yanayoporomoka yakaanguka, lakini yanaanguka kwa kumuogopa Mungu, kwa khashia ya Mwenyezi Mungu. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, na Mungu si mwenye kughafilika kwa yale ambayo mnayafanya. Sasa kuna haja ya kufanya tadabbur, hasa kuelewa moyo na vipi moyo unakuwa mgumu. Bila shaka hii ni kinaya. Moyo ni kile kiungo tunachokifahamu katika mwili wa binadamu, na Mungu anaposema ni mgumu hana maana ya ugumu ule ambao mtu unaweza ukauona, ukaugusa, ukauhisi kwa kugusa. Hana maana hiyo. Na ndiyo maana aliposema au ashaddu qaswa, au mioyo yao ni migumu zaidi kuliko mawe, alitoa mfano katika kuonyesha katika maeneo gani ugumu unaweza kaonekana. Hii ni kwa sababu moyo umegawanywa na Dr. Ratib An-Nablisi kwamba uko katika makundi mawili. Kuna alqalbul jasadi na alqalbun nafsi. Alqalbul jasadi ni huu moyo, kipande cha nyama tunachokifahamu. Kazi yake ni kusukuma damu na kufanya damu nani viungo vingine vifanye kazi. Ukisimama moyo, viungo vingine havifanyi kazi na mauti yanatokea. Bali akili na ubongo vile vile hufanya kazi kwa kutokana na moyo. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, je, hawatembei katika ardhi wakawa na mioyo ambayo kwayo watatumia akili zao? Kwa hivyo moyo vile vile unasafirisha damu kupeleka katika ubongo na tanshitul aqli, na akili inaweza ikafanya kazi, ubongo unaweza ukafanya kazi yake. Sasa huu ni moyo, kipande cha nyama tunachokifahamu ndani ya binadamu. Lakini alqalbun nafsi ambayo inazungumzwa sana katika Qur'ani ni ule upande wa moyo wa kinafsi ambao hauwezi kuonekana. Hapa ndipo Mungu alipokusudia kwamba mioyo yao ni migumu. Moyo ni mahali pa rahma, ni mahali pa upole, ni mahali pa upendo, ni mahali pa hisia, yani zile feelings za mtu. Sasa kama mtu hana rahma, manake hana upole, ni katili, husemwa kwamba ana moyo mgumu, yani hana huruma ile. Ikifikia mahala atifa ya binadamu imemhukumu, imemtawala, ukiona mtoto mdogo analia, kuna kitu kinakuingia katika nafsi yako, unasikia huruma na upole, unajisikia vibaya. Au ukiona mtoto mdogo kadhulumiwa, ameuliwa au kakatwa mkono wake, kama wanavyofanya wale wanaochukua viungo vya albino, binadamu ambaye moyo wake una rahma, si mgumu, akiona kitendo kile huumia sana, husikia vibaya, husikia huruma. Hii huruma huwa ina influence behavior. Huruma ina influence behavior, inashawishi mtu kuwa na tabia fulani. Anapokuja mtu mlemavu, amekatika mguu, amekatika mikono, au ana tatizo ya kuona, amevaa ovyo ovyo, hali yake duni, ni dhaifu, anakuomba. Kinachokusukuma wewe kumpa
ni ile sympathy ulokuwa nayo wewe. Kwa hivyo sympathy katika taaluma za ethics inaelezwa kwamba ni moja katika mambo ambayo yana influence behavior kwa kiasi kikubwa sana, yanashawishi ile tabia ya mtu. Kwa hivyo utaona mara nyingine huruma, upole, kujisikia maumivu. Kwa nini mtu yuko katika hali, unaihisi hali yake kwamba hana ile raha ulokuwa nayo wewe, inakufanya uingize mkono mfukoni utoe chochote umpatie. Unapomwona mama kambeba mtoto mdogo pengine wa miezi 3-4 mgongoni, jua ni kali, anatembea, anauza parachichi, anauza ndizi, anauza vitu vidogo vidogo, ukaingiwa na huruma, ukajisikia vibaya, ukamsaidia, ujue kwamba moyo wako una rahma, una upole. Hii ni chimbuko la tabia nzuri. Lakini yule aliyeamua kumkata mtoto mkono hana rahma, moyo wake ni mgumu. Kwa hiyo Mungu anasifu hiyo sifa kwamba ipo kwa Bani Israel, na hasa lile kundi la wale watu ambao tumewaita kwamba ni Sahayena Wazayuni. Na Mtume sallallahu alayhi wa ali ameuzungumzia moyo sana kwa kusema ala wa inna fil jasadi mudghatan, hakika zindukeni, tahamaki, katika mwili wa binadamu kuna kipande cha nyama. Tena mudgha yani kama kipande kilichoning'inia. Idha salahat salaha aljasadu kullu, kikitengema. Mtume hakukusudia hichi kipande, amekusudia alqalbu nafsi, lakini tashbihi kwa alqalbi aljasadi, kwa maana ya kwamba kama ambavyo moyo wa binadamu ndio engine kubwa inayohakikisha usalama wa afya ya binadamu. Katika mwili wa binadamu kuna viungo ambavyo vikiwa havifanyi kazi uhai hamna. Figo unaweza kutolewa moja ukawekewa nyingine, au ukaishi hata na figo moja. Lakini katika viungo muhimu sana ambavyo ndio uhai wa binadamu ni moyo. Ukipatwa na dosari tu kidogo, hali ya binadamu inakuwa mbaya. Sasa ile damu inayotembea katika mwili wa binadamu ni kama vile moyo unatuma nguvu za umeme fulani, na zile nguvu zinasababisha mawasiliano vile vile baina ya viungo yawepo. Sasa ikiwa damu haiwezi kusukumwa ikatembea katika mwili wa binadamu, uhai hakuna. Kwa hivyo Bwana Mtume anatueleza kwamba kama ambavyo moyo wa mwili, hicho kiungo kina nafasi kubwa sana katika usalama na uhai na utendaji kazi wa mwili mzima, vile vile alqalbu nafsi, ule moyo wa kinafsi, ni muhimu sana katika saada ya binadamu, katika ile faraja na happiness ya binadamu, kuishi maisha mazuri hapa duniani. Kutokuwa na moyo mgumu, kuwa na rahma, kueneza ile peace, usalama na amani, na kufanya maisha yawe mazuri kuanzia kwa mtu binafsi mpaka kwa jamii kwa ujumla. Kwa hivyo Mtume anasema wa idha fasada aljasadu kullu, huu moyo ukiharibika mwili mzima unaharibika. Kisha akasema ala wa hiya alqalbu, tahamaki, zinduka, kipande hicho cha nyama ambacho ni muhimu sana ni moyo. Hivi ndivyo Mtume alivyosema. Sasa mioyo kuwa migumu ni pale inapokataa haki, inapoishi kwa batil, na hasa panapokuwa na hoja zote za kumtambua Mungu, lakini moyo bado ukawa mgumu kumkubali Mungu. Haukubali kama kuna Mungu, huo ni moyo mgumu. Na wale Bani Israel wameona hoja zote mpaka imefikia mahala Mungu anawatisha, ndio wanaamini. Warafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum, chukueni tuliowapateni kwa nguvu, ya chukueni kwa azima, kwa umakini, kwa kuyajali, kwa kuyazingatia. Lakini baada ya kunyanyuliwa jabali juu ya vichwa vyao, wakiliona hilo linataka kuangukia vichwani, wakaona hawana budi ila waamini. Hawa ni watu ambao Musa alipowaacha kwa dakika chache tu kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakhtara Musa qaumahu 70 rajula, kachagua watu 70 akaenda nao katika mlima.
wa Sina ili azungumze na Mwenyezi Mungu, kamwacha Haruna nyuma. Kurudi kawakuta tayari jamaa washamfanya ndama ndio Mungu. Ittakhadhu al-ijla ilahan, namna walivyokuwa pamoja na kuokolewa kote kule na kuona namna Musa alivyopiga kwa fimbo yake katika bahari paka ibuka barabara katikati, wakapita salama, wakavuka salama, lakini bado wakarudi wakamfanya ndama kuwa ni Mungu. Amewapa manna, amewapa salwa, na wakawa na ukaidi wakimwambia Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wakafanya ukaidi, hawataki manna na salwa tena. Wanamwambia Musa, ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa kithaiha. Sasa tunataka tule vitu vinavyotoka katika ardhi bwana. Hatutaki hii asali hii tamu tunaokula, hatutaki kula hawa ndege tena tunaokula. Tunachokitaka sasa tule vitunguo adesi hii, tule vitu ambavyo vinaota mboga zinazotoka katika ardhi. Hivi tena tushakinai. Ukaidi wa sampuli hiyo walikuwa nao. Hawa ndio watu walomwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Nenda wewe na Mungu wako na Mola wako mpigane vita, sisi tutaendelea kubaki hapa. Sasa hawa watu mioyo yao ilikuwa migumu, hawawezi kukiri na kukubali zile ayatillah, zile hoja za Mwenyezi Mungu. Na hawa ndio walioazimia kumuua Nabii Isa alayhi salam. Hawa ndio waliomuua Zakaria, walimuua Yahya, wakaua manabii wengine. Katika riwaya mbalimbali inaonyesha wakiua mpaka manabii 80 au 70 kwa siku, kutokana na ukaidi wa sampuli hiyo. Qur'ani inatufunza kwamba lau kama Qur'ani ingeshushwa kwa kiumbe kingine kisichokuwa binadamu, kingekuwa kinyenyekevu sana. Kama tulivyoona, wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah, kwamba kuna katika hayo mawe yanayoporomoka kwa kumwogopa Mungu. Yani kule kuporomoka si kwa hiari yake, bali kwa irada ya Mungu. Hiyo ni taa. Sasa kuna haja ya kutadabbur katika aya hii kwamba kwa nini Mungu aliposema au ashaddu qaswa, au mioyo ile ni migumu zaidi kuliko mawe, alionyesha maeneo ambayo ni ushahidi wa ugumu wa mioyo ile kwa kusema wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Katika majabali mawe kuna yale ambayo hupasuka kutokana na mawe hayo mito. Hasa kule kupasuka na kutoa mito yakabubujika maji ni ishara ya kwamba mawe yale si magumu kama mioyo ya watu hawa. Hii ni kwa sababu alhayatu akhdhun wa ata. Aya hii inatuongoza katika kufahamu maana ya uhai. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wanapokuiteni katika mambo yanayokupeni uhai. Uhai unasimama katika kitu kinachoitwa akhdhun wa ata, kupokea na kutoa. Kama ambavyo wachumi vile vile wanasema, ikiwa uchumi ni kuweka tu, watu wakazuia mali zao, uchumi haukui. Au watu wakatoa kila kitu wasibakiwe, uchumi haukui. Kwa hivyo uchumi ni kule kupeana, mtu akatoa akapokea, circulation ikawepo. Uhai vile vile maana yake ni hiyo. Na ndio maana viumbe vya Mwenyezi Mungu vinaitwa kuwa vinamtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya ile dhana ya ecosystem, kwamba vinatoa kitu na vinapokea kitu kingine. Ardhi Mungu anaiita kwamba ni mayit au ni hai. Ardhi iliyokuwa hai ni ile ambayo ikiwekwa mbegu inaweza ikapokea na ikatoa na yenyewe, ikachipua mbegu ile ikazaa. Kwa hivyo Mungu anasema ahya al-ardha ba'da mautiha, ameihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi iliyokufa ni ipi? Ni ile ambayo ikipewa mbegu haiwezi kuota, ukame, imekauka, hakuna maji. Maji yakija imepewa, inapokea yale maji na yenyewe inakuwa karimu kutoa. Kwa hivyo akhdhi wa ata, ukiweka mbegu inamea. Kwa hivyo ardhi hii ni hai, la sivyo ni mayiti ile. Sasa hii ina maana gani?
ina maana kwamba ikiwa majabali, mawe yanaweza kutoa maji na maji yakanufaisha watu, basi yale yana khairi, yana rahma. Lakini hawa mabwana hawana rahma, hawana wanachokitoa, na ndio utaona kwamba wanaruhusu kudhulumu asiyekuwa katika wao. Wanataka kukusanya chao tu, hawanufaishi, bali wanataka kunufaika tu. Na Mungu anasema amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard. Kile kinachonufaisha ndicho kinachoweza kubaki, kwa sababu kinaendeleza uhai. Mtu aliyesaidia jamii yake ataendelea kuwa hai, tunamuita ni hayati. Ataendelea kuwa hai kwa sababu amefanya manufaa. Ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh, kinabaki kile. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Namna ambavyo jabal, mlima ulivyotikisika. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu akasema min ajli dhalik katabna ala bani Israil, na kwa sababu ya hayo ya kupenda kufanya mauaji, kuua, kumwaga damu ikawa ni jambo rahisi, katabna ala bani Israil, tuliwafaradhishia bani Israil annahu, kwamba man qatala nafsan bighairi nafsi, atakayeuwa nafsi pasina kisasi, pasina haki, au fasadin fil ardhi, au akafanya uharibifu katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jamia, ni sawa sana kuwa ameua watu wote. Kwa hivyo ufisadi, uharibifu unazifanya nyoyo ziwe ngumu, wale watu wanakuwa ni mayit, hawaleti khairi, wanaleta shari tu. Kwa hivyo wale wameua pia. Kwa hivyo kuua moja kwa moja na kuua kwa kueneza maadili mabaya ni kuua. Kwa sababu kueneza maadili mabaya ni kuichafua nafsi, kuuchafua moyo. Moyo unapokuwa mchafu, binadamu yule ni mayit, si hai. Kwa hivyo kuua au kufanya uharibifu katika ardhi, vyote hivyo ni mauaji. Kwa sababu ni kuua, kumuua binadamu physically na kukuua moyo wa binadamu. Akawa ni binadamu kimaumbile, anaonekana kama binadamu, lakini moyo wake si mnyama tu, bali ni mbaya zaidi kuliko mnyama. Sasa ikiwa simba au fisi ananyemelea viungo vya binadamu, ni kitoweo kwake. Sasa huyu binadamu na yeye ananyemelea viungo vya binadamu mwenzake, avichukue, ni kitoweo kwake, kwa sababu anatafuta utajiri ili akae mezani na wanae wale ugali wao, wale samaki, wale wali, wale pilau. Kwa hivyo vile vile kafanya kiungo cha binadamu kwake kitoweo ili aweze kuishi. Kwa hivyo utaona haya ni mauaji mengine, kwa maana ya kuwa na moyo mgumu, kueneza ufisadi katika ardhi, kwa sababu ni kufanya watu waharibike, wasiwe binadamu, wawe makatili. Kisha Mungu anasema waman ahyaha, na atakayehuisha nafsi. Je, wewe unaweza kuhuisha nafsi, kuifanya iwe hai? Lakini Mungu anamaanisha kwamba yule atakayeeneza mambo ambayo yanajenga utu na kusafisha nafsi na kusafisha moyo, huyu ameihuisha. Ndio maana ya ndio maana ya istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, kwamba aliyokuja nayo mtume analeta uhai. Kwa sababu mtume kasema mheshimu jirani, kuwa mkarimu, kuwa na huruma, usiwe na husda, usiwe na dhana mbaya. Hivi vitu vinaleta uhai halisi. Binadamu anaishi maisha mazuri, lanuhyiyannahu hayatan tayyiba, maisha yanakuwa ni mazuri kwa sababu ya hii istijaba. Kwa hivyo istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, ni yale mafunzo yale ambayo Qur'ani katika surati Shams Mungu anasema qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sura ambayo hakuna sura mfano wake yenye kasamu nyingi, 8 au zaidi ya 8 kutokana na ikhtilafu za mufassirin. Lakini jawabu alqasam ni qad aflaha man zakkaha, amefaulu yule atakayetakasa, maisha yatakuwa mazuri.
na binadamu wote wataishi kwa saada. Lakini inapokosekana na hilo, ndio tunapatwa na haya ya Bani Israil. Kwa hivyo namna ya kuhuisha nafsi ni kueneza maadili na kuitoharisha nafsi na kuwa na mioyo mizuri. Hivi ndivyo ambavyo Qur'ani inatufunza kuhusu chimbuko la tatizo la Wazayuni. Ni qasawatul qalbi, ugumu wa mioyo yao, ususuavu wa mioyo yao ndio ilosababisha ukatili wao na kutokujali wengine. Wamekuwa na sifa nyingi sana zilizotajwa katika Qur'an. Miongoni mwa hayo Mungu anasema wa min ahli alkitabi man intamanuhu biqintarin la yuaddihi ilayk. Afwan, biqintarin yuaddihi ilayk. Katika watu wa kitabu, maana Mayahudi na Manasara, kuna ambao intamanuhu biqintarin yuaddihi ilayk, ukimwamini ukampa lundo la mali nyingi, ikiwa ni amana, yuaddihi ilayka, atairejesha amana ile kwako salama. Wapo na mufassiruna wengine wanasema ni amthalu Abdullah ibn Salam, mmoja katika Mayahudi ambaye alisilimu. Wa minhum man intamanuhu bidinarin la yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qaima. Na miongoni mwao kuna ambaye ukimwamini, ukimpa amana, sio ya lundo la mali, bali dinari moja tu, bidinarin, dinari moja tu, la yuaddihi ilayka, hakurejeshi, harejeshi amana hiyo. Lakini si kwa sababu tu hataki, ni kwa sababu ya mabda, misingi ya kimaadili potofu walioijenga. Ni misingi gani? Mungu anasema taban hakurejeshei illa ma dumta alayhi qaima, mpaka umsimamie, umdai, pengine umpeleke polisi, muandikishane, msumbuane mpaka aone kero imezidi ndo atarejesha. Lakini kwa nini? Dhalika biannahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilu, kwa sababu wanasema hawa wasiokuwa sisi, hasa wakusudia Waarabu, Waislamu au Waarabu ambao hawajateremshiwa kitabu, ummiyun, hawajui Injil wala hawajui Taurati wala hawajui kitabu chochote cha Mungu. Hawa hawana haki yoyote hawa, hata ukiwadhulumu sawa. Kwa hivyo ndio dini pekee duniani inayoruhusu asiyekuwa mtu katika dini hiyo adhulumiwe. Kwa hivyo ukimdhulumu asiyekuwa katika wao, hujadhulumu. Ukibaka, haujabaka. Na hii ndio mabda ya Kiyahudi inawafanya wao kwamba kuua watoto 100 wa Kipalestina hawalingani na Yahudi mmoja anapouawa. Misingi ya kibaguzi ya kiitikadi, ya kiideolojia. Na Mungu anasema katika Qur'an, wa idh akhadhna mithaqakum, nakumbuka tulipochukua ahadi yenu, la tasfikuna dima'akum, msimwage damu zenu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, wala msizitoe nafsi zenu, msiwatoe baadhi yenu katika miji yenu. Thumma aqrartum wa antum tashhaduna, mkalikiri, mkalikubali hilo ili hali mnashuhudia, mkakubali kwamba haifai kuuana wala kutoana katika miji. Na hili linazungumzwa kwamba wao kwa wao vile vile. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, taabiri ya Qur'ani, haula'i taqtuluna kisha anfusakum, kisha nyie wale mnawaua, lakini kuwaua kwao ni kuua nafsi zenu, kwa sababu wao ni katika nyie, mnaua wenzenu katika Bani Israil, katika Mayahudi, ili hali mmekubali na mkashuhudia kwamba hilo halifai. Watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, na mnawatoa kundi katika nyie katika miji yenu, mnawatoa, mnawafukuza. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, mnasaidiana kuwatoa kwa ithmi, kwa maovu na uadui. Wa in yatukum usara tufaduhum, lakini wakiwa wametekwa na wasiokuwa Mayahudi, wasiokuwa Bani Israil, tufaduhum, mnawalipia fidia, mnawakomboa. Sasa huu ni mgongano. Vipi mnauana wenyewe kwa wenyewe, lakini mkisikia mtu katekwa katika Bani Israil mnakwenda mbio kumkomboa? Ndio Mungu akasema hivi, kwa hilo wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum, ili hali ni haramu kwenu kumtoa katika miji yake, katika mji wake.
afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'dihha, je mnaamini baadhi ya maandiko ya Mungu na mnakanusha baadhi yake? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati ad-dunya, basi ni malipo gani yanomstahili mtu huyu ila kudhalilishwa katika dunia hii? Hizi ni baadhi ya sifa zilizotajwa katika Qur'ani dhidi ya mabwana hao. Kwa hivyo suala zima la moyo kuwa mgumu ni chimbuko la matatizo mengine mengi. Ukatili unatokea pale, husuda inatokea pale, choyo inatokea pale, kukufuru neema za Mwenyezi Mungu kunatokana na hilo, kukataa aya za Mwenyezi Mungu na ishara na alama zake ni hapo, kula riba na vingine vingi katika tabia chafu zilizoenea leo duniani zinatokana na mioyo michafu. Kwa hivyo Mungu anatuambia tuitakase mioyo yetu. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, katika aya mbalimbali, kwamba kuna watu wana maradhi katika mioyo yao. Maradhi ya mioyo ndiyo yanasababisha matatizo yote yaliyokuwa duniani. Na imani na uchamungu ndiyo maji pekee yanaweza kutoharisha mioyo hiyo na maradhi yake. Ndiyo dawa pekee inaweza kuponya maradhi ya hiyo mioyo. Fi qulubihim maradhun fazadahumullahu marada. Mungu kawazungumzia wanafiki. Lakini Mungu akasema vile vile kwamba mwanamke la yakhdha'na bilqawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Kuna maradhi ya moyo. Na Mungu anatutaka tujitakase kimaadili, kitabia, mioyo yetu iwe safi, isiwe migumu, ili siku ya kiyama tuwe katika wale Mungu alosema illa man atallaha biqalbin salimin, kwamba atasalimika tu yule atakayemwendea Mungu siku ya kiyama akiwa na moyo uliokuwa salama, hauna maradhi yoyote yale. Sasa namna kutakasa ni kurejea katika mafunzo ya Qur'ani, ni kurejea katika mafunzo ya akhlaq za mtume, ili mioyo yetu iwe safi, tuwe na utu. Dunia hii tatizo lake kubwa ni kuharibika kwa mioyo, kuwa na mioyo migumu. Na ndio tukasema kwamba katika yale tuliyozungumza kuhusu ubepari, kuhusu ujamaa, kwamba tatizo kubwa leo hii ni kuwepo na kundi la wachache wenye kutaka kuhodhi dunia hii na mali yake, bila kujali kwamba binadamu wengine wana dhiki gani. Misaada mnayopewa ni kupewa kidogo tu katika kile mlichonyang'anywa. Kwa hiyo tusisherehekee kuletewa misaada na nchi zinazoitwa kwa zimeendelea, ili hali hiyo misaada ni sehemu ndogo sana katika mali walotupokonya sisi mpaka tukahitajia misaada. Kwa nini? Kwa sababu ya qasawatul qalb, mioyo ya binadamu kuwa migumu, asijali kifo cha wengine, dhiki ya wengine, matatizo ya wengine, hajali, anajali tu yale maendeleo yake. Hii ni katika ihaat za kisahaina za kizayuni, na ndio imeleta athari kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Sasa hatutokwenda mbio kukashifu yani kuweka wazi kila sifa iliyozungumzwa katika Qur'ani katika sifa za mabwana hao, kwa sababu litachukua muda mrefu. Wa akhdhihim riba, na kule kuchukua kwao riba. Je, riba ina historia gani na watu hawa? Wameweza kuathiri vipi dunia? Na riba inaleta umaskini kwa kiasi gani leo hii duniani? Huu ni mjadala, na ni mjadala mrefu sana. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo insha Allah Mungu akitujalia tutaendelea kuyatizama vizuri katika mazungumzo yetu yajayo. Leo tutakomea hapa tulipokomea. Nas'alullah al-auna wat-tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.